Okay, karibu sana mwiroreri wa Faruthi wa Thayu TV. Yuke ngeithi ciakwa mera huko ya muthenya wa umuthi. Ndoka ndi mukenu mera huko eno na ngicokageria Ngai ngatho ni undu wa wihokeku wake ona haria tukinyithitie kinyagia mahinda-ini maya. Umuthi akiri muthenya wa Wednesday tariki 11 mweri wa 8 mwaka wa 2021. Thank you muno ni undu wa gukorwo ri mutwiroreri na gutufuataga na gutusupport project iria ciothe ukoretwo ka tukoretwo nacio. Hena project ongoing na ndirakihoka ati ni rijwe ni umiwe wega muno makiria na ni tuthiete wega pio ndarora thimu-ini ngora ni tuthiete wega pio na no mathiete na mbere na gutuma mbeca ona turutite cia transport movement yo ya guthie Kenyatta na gucoka ndona hatigiaga kindu 260. So Ngai witu no mwehokeku na tutire turacoka kumwitia mbeca ingi, reason being tutietagia mbeca hata ina reason na kuguo tukoretwo turi thiini wa process ya kumenya uria mami witu ekota kurigitwo. Ni tondu ni ndathire hari itura ria Maringo njititwo ni mutumia hete gitio muno Mary Njabi MCA wa Nairobi County nominated na actually no kuikaraga kije he muthure ndathie nyone ndacokera rugano ruru ni undu wa mundu hihi urahetukirirwo ni hau hange turekite he muthuri ndari thie ndeithie through call yake na ni ukiwe nake ne koretwo gituteithia maundu-ini maingi muno mweshimiwa ucio. So na ngiritio kahinda we ne ngiikarite tondu nyamba ngithiaga kahora riu ndathie muthenya ucio ngigeka story ya muthuri ucio na ndirehoka yaguo ni Quran umuthi hwaini gucime kurigitanirio kihinda kimwe na awa mama haha ndagithi kwi muthuri ucio na tugika rugano na rukirika na immediately after rugano kurika ngiumira hau bara ngicemania na mutumia uyu witagwo mama Irene kana Veronica na ungimurora haha ni ukuona ena growth inene muno makiria na nigukuhe report tondu tuma thibitari muthenya wa umuthi na he andu ndagitari angumire ndikana rwa kumwo ni ndagitari ukaigua tari we murwaru rĩrĩa ithe harĩ Ngai tuoretio ndagĩtarĩ nginya akoya gakandi gaitũ gatwĩra nĩ atunengera agacoka nĩ ateire no Ngai no mwehokeku gũtikĩaga maũndũ ta macio. Riu kai ni tukiuma kuria thibitari inde mbere ndaya ngwenda mambe mageithanie tucoke tugikioke ikinya-ini riu ringi na ihenya muno makiria. Mam, habari? Nzuri. Utaongezea kasauti. Nataka usalimie watazamaji wa Faruthi TV kupitia hii kamera na ili wakusikia. Sawa. Habari. Nimeshukuru sana kwa hii kwanza wasalimie waambie wewe ni nani alafu sasa tutafika hapo. Habari, mimi nimeitwa Veronica Mutuko. Ninashukuru sana kwa hiyo umetuma pesa. Hapana. Mam, nataka unajua Kiswahili kabisa? Hujui kabisa? Pole. Sikujua. Wasalimia na yenye unaelewa hata kama ni Kikamba. Wao ongelesha nayo. Ambie wewe ndio mgonjwa, ongelesha Kikamba watasikia. Si mtasikia? Itabidi mmesikia juu mimi nasikia. Twende kazi. Mwati ndata. Nasitunga asante kondo akunenga ni masiro akumaka nita Veronica Maka Mutuko nitungie mupya kondo akuthi hospitali ni ndu wa glory yendi mbite ba na ni moko nondo yana na nondo palandi ni tonya kubika ni mondethe nitunga mupya no kondo akundethecia nondo ni mwewe kiyo kyakwa kila ni kalite miaka kenda anende na kunyama nanga ino bikiye na kuona kiyo kyakwa mwandwika nye nitunga mubera munene munopyo mwandwa ona thina wone naguo gute miaka su ore no kangucia mwi wako kethia tigo nena nili akini na kuja ni mboke ndake nigeta ndakame okila saa sonde na kuombiwa ndakame ona ndi soko tamwe lakini ngaino weki chama mandevya ini to ni acha sana kondo ondevya kundethecia nondo nyendie ni tona kuitethia na nye ni mwe kiyo kyakwa kolanda bika mondele se mwambi mboni ambe. Okay. Good. Nani hajasikia?
Mimi nimesikia kila kitu. Lakini sitawaambia ni nini nimesikia. Hata nyinyi najua mmesikia. Yes, lakini huyu hatutamruhusu aongee ati Kikamba, hapana. Yeye anaelewa Kiswahili, si ndio? Si unaelewa Kiswahili vizuri? So tuende kazi. Salimia watazamaji. Habari yenu? Aya, utawaambia tu hivyo alafu unyamaze. Habari. Wewe ni nani? Ndio ulikuwa unakaa na mama na utuelezee zaidi vile tulipatana na nini. Habari yenu? Mimi naitwa, kwa majina naitwa Irene Mutuko. Mimi nilikuwa nakaa na mama yetu vile alikuwa anakuja hosi. Sasa Sauti. halafu pesa ikakosekana, wakaambiwa warudi wakuje kutafuta. Sasa tukakaa tu hivyo, lakini Mungu akatuonekania, ikapatikana katika jina la Yesu. Nasema asante kwa hiyo. Muendelee tu na kubarikiwa. Okay, Irene, ukiambiwa ujieleze, unafanya kazi gani? Ulianza kukaa na mama lini? Hebu jieleze. Mimi kazi nafanya ni kufulia watu manguo. Kazi nafanya ni ya kufulia watu manguo. Siku ya kupata, siku ya kukosa. Sasa hiyo ndiyo pesa ulikuwa. Mama alikuja lini? Alikuja tu hiyo mwezi mwingine. Nilikwambia unaongea na confidence. Inaelewa hali yako, lakini wakati mwingine inabidi uongee na confidence ndio watu wakushike vizuri, si ndio? So mama alikuwa anakuja tu, wanaenda Kenyatta. Wanarudi nyumbani. Anakaa kidogo, anarudi nyumbani. Anaenda anakaa, anarudi tena. Za wakati ule wa kwenda hosi. Sasa wakati alirudi. Sasa wakaenda Kenyatta. Wakaambiwa pesa haitoshi, waende wakatafute. Sasa tukakaa na yeye. So wakati niliwapata alikuwa ashaenda hospitali na wakaambiwa waende sasa wakatafute pesa. So walikuwa wamekaa muda gani after kuambiwa hivyo? Nikaa mwezi sasa, nikaa imeisha. Producer kuna eko? Atini? Mwezi imeisha. Ni kama mwezi imeisha? Okay, so wamekaa kwako a whole month? Okay, na natumai mtazamaji unakumbuka tulisema ni 2x4. Nyumba ni 2x4. 2x4 ni kama nafikiri kitchen ama choo. Ni mahali pa kuweka tu kitanda. Yaani nguo zao zote ziko hapo, za mam, kila kitu, viatu, nini, vyombo vya kupika zote, stove, kila kitu iko hapo. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa sababu alicreate njia. So mama alikuwa amekaa kwako for a whole month. So mlikuwa mna expect aje? Alikuwa anakaa akingoja? Alikuwa na nini? Alikuwa anangojea kama sauti. Kama tunaweza pata pesa, aende hosi. So alikuwa amekaa kwako ili mjue venye mtapata pesa ndio aende hospitali. Lakini hamkujua ni namna gani. So mzee najua ako hapa atatuambia alikuwa ameenda kutafuta pesa wapi. Si lastly walikuwa ameenda na mam hospitali? Walikuwa na yeye. So mzee, sasa unajua nilikuambia bibi ni yako. Sasa ikifika hapo lazima mwanaume inabidi wakati mwingine hata unakopa. So ikoje baada ya kwenda hospitali na mkaambiwa inatakikana 100k. In fact nimeongea na daktari mwingine, nita-update tu sahi kuhusiana na kitu nimeelezewa na sahi na daktari tukitoka huko. Sasa ulikuwa umeenda kutafuta pesa wapi? Na shika mic hivi. Hivi karibia kwa mdomo. Sasa iko na sauti. Sasa pile mwanzoni ya ugonjwa ya bibi yangu ilikuwa na pesa. Lakini mbele ya hapo kukuja Kenyatta tulianzia Kakani Hospital. Na kuanzia Kakani Hospital wakaniuliza, mzee, unaanza kuwa na logbook ama title D? Nikawaambia siwezi pata.
wakaniambia ile njia mzuri kama ungekuwa na title deed ama logbook pipi angelaswa. Naye ile pesa nilikuwa wakati hiyo nilikuwa naye ikaisia hapo bila kupata jawabu. Na daktari mmoja akaniambia wacha nikupatie device. Badala uendelee na kuhangaikia hapa ama kumalizia pesa hapa, naanza kukupatia device. Uende Kenyatta. Uende uanzie upande ya Ndeto. Hapo unaweza kupata ukweli wa mambo. Na mimi si kuchoka. Ingalau pesa zinaendelea kufungua. Na kazi naye corona ikaja ikalete shida. Matajiri wakaja wakapunguzia watu mishahara. Ulikuwa unafanya wapi wakati huo? Wakati hiyo nilikuwa nafanya mahali hapa kunaitwa Red Square Villas. Ile kilabu ukielekea hii ya Kangunda unaiona iko upande hii. Ulikuwa unafanya kazi gani huko? Nilikuwa nafanya kazi ya cleaner. Yaani mambo ya usafi. Na kwa bahati mbaya corona kuingia. Mbosi akatuambia lazima mzale itelemuke kwa sababu kazi vile ilikuwa mbeleni si vile iko sasa. Hakuna customer. Wamefungua kwa sababu wengi wao wanaogopa kuingia kwa klabu. Okay. Sasa nikaendelea. Walikuwa wanajua kazi yenyewe unafanya? Hawa. Vipi alikuwa anajua. Na ulikuwa unawasupport na hiyo pesa? Nilikuwa nawasaidia kwa uwezo yangu. Na pale naye hii pesa unajua saa zingine unaenda unakopa chakula kwa nduka. Na mwenyewe mwezi wa mwezi lazima naye ulipe akia. Okay. Ndio urudi mwanze tena upya. Lakini kwa bahati mzuri na ile ukarimu wa Mwenyezi Mungu singetajalia kama leo ningekuwa kwa Citizen kutoka nisaliwe na mafikira yangu. Lakini ile kitu imenifanya nikanyange hapo ni juu ya ugonjwa wa mama plus huyu mtoto wangu mahali alikuwa anakaa hapo Jericho. Singe kanyanga huko. Okay. Na kulingana na sita ndio kwa Mwenyezi Mungu naye akaona huyu mzee Mutuku hawezi kuvinyika kila upande. Lazima hii njia ikivungika hii nyingine na mfungo. So hebu turudi nyuma. Baada ya kwenda Kenyatta Hospital, sasa mliambiwa muende mkatafuta pesa. So ulikuwa unachukua jukumu gani ya kuhakikisha umepata pesa? Maana unajua sasa huyu ni bibi yako. So ulishughulika kivipi? Unajua pia tunataka kuona effort ya mtu. Hata tukisaidia tunataka kuona effort kwa sababu wewe si mgonjwa. Kwa hivyo kuna vile wanaume ufikiria wasiwache nienda na huku, usiwache nishughulike huku. Sasa nilienda nikatafuta pesa. Na ile pesa nilipata mbele na nyuma nilipata 20k. Ndio siko kwa simu. Yu mbele na nyuma. Sasa uko nazo? Uko nazo hizo 20k? Okay. Haya, hatutakuitisha hiyo 20k. Lakini tutakwambia kwenye itatumika. Manake lazima kama mwanaume mwenye boma huyu ni bibi yako ukumbuke. Watu wanasaidia bibi yako. Hapo ni kweli. Unajua wadhali hapo nikwambie hivyo kwa sababu hata mimi yule wangu kukakuwa na shida. Afadhali niende nikaibe lakini apone, si ndio? Hapo ni kweli. Hiyo si ni mzuri hiyo. Lakini najua kuna vile watu waliafektiwa na corona na pia hiyo kazi yako najua si kazi ilikuwa na malipo ya juu, ni malipo duni. Kwa hivyo COVID pia ilikuwa affect. So tulitaka kujua hivyo angalau pia tuweze kujua hata tukikusaidia kuna jinsi vile ulikuwa wewe unajitahidi kuhakikisha bibi yako amepona. So siku ya leo tumeenda kwa daktari Kenyatta National Hospital na I have several documents. Ziko wapi hizo zingine? Although some of them are receipts, lakini ni sawa tu. Na nimeweza kuongea na daktari wa Veronica. So nimeongea na madaktari wawili. Daktari wa kwanza nikamuuliza what is the process
ya kutibu Veronica. Akaniambia number 1, Veronica huyu namuona hapa, hii growth kuna surgery 3. Situmomba kuna surgery 3. Yeah. Surgery ya kwanza ni ya kutoa hii growth. Kutoa hii growth, kuikata. Hiyo ni surgery ya kwanza. Ambapo ikishakatwa itakaa 6 months ndio iekwe. So ataekwa mabati ya kushikilia after na hiyo mabati iko hapa, so tutanunua. Unajua nikisema mabati kuna vile inaitwa, natumia mabati lakini Yeah. kuna ile gadget itaekwa hapa ya kushikilia joo. Yeah. Ambayo itashikilia hadi 6 months. Sawa sawa? Yeah. So after those 6 months ataenda ataenda kufanyiwa grafting. Sasa kuna ile nyama itatolewa mahali kwa mwili ikuje iekwe hapa. Yeah. After hiyo mabati kutolewa. So mabati itatolewa, hiyo nyama ikuwe grafted hapa, ndiyo kukue na pati itakuwa hapa. Yeah. Kuache kuwa na mwanya. Sio, unaelewa? Yeah. So sasa hapo pia kutakuwa na surgery ya pili wakati atatolewa hiyo mabati, ndiyo aekwe hiyo, afanywe hiyo grafting. So then after that hiyo nyama nayo nikaambiwa itachukua muda wa miezi ingine 3. So after 9 months ndio ataenda kufanyiwa surgery ingine, ndio sasa ya kuhakikisha kila kitu iko sawa. Nafikiri hiyo grafting haitakuwa imeshikilia peke yake. Hiyo nyama itaekwa, haitakuwa imeshikilia peke yake. So kutafanywa surgery ya 3 ya kutoa hiyo chicho chenye kitakuwa kimeshikilia, ndio sasa abaki kuwa mtu wa kawaida. Sawa sawa. So those are 3 main surgeries. After hizo surgeries, of course, the first appointment tumepewa Monday, coming Monday. Yeah. So sitachoka, nitarudi bado Kenyatta on Monday. Ili nihakikishe mama amepewa kitanda. Mama ataadmitiwa on Monday. So what I will do when I go there on Monday, nitaenda kupea watu sasa process. Nilikuwa nimeambiwa kama hatuna NHIF, tutahitaji 20,500 as a deposit. But because we have NHIF na tumehakikisha wameiangalia na kuhakikisha it's active, inatumika, hatutatoa deposit. So NHIF itasimamia kitanda. But on Monday I'll go and verify NHIF itatusaidia na nini, itasimamia nini. Ndio tujue kati ya hizi 3 main surgeries kuna mahali NHIF inaweza lipa hizo surgeries, sisi tulipe ndani. So itakuwa ya kutuelezea, tutaelezewa kuhusu vile NHIF itatusaidia kwa malipo ya mama akiwa hospitali. Sawa sawa? Haya, number 3, kuna hiyo mabati yenye inafaa kuwekwa after ametolewa hii growth, yenye itaekwa, itakaa hapo kwa muda kadhaa wa 6 months ndio iweze kutolewa, ndio afanyiwe grafting. So hiyo mabati in fact mlikuwa process yenu ilikuwa imeenda faa sana. Nafikiri ni pesa tu mlikosa, because mlikuwa umefanya biopsy, alikuwa shatolewa kanyama, ikaenda lab, akaambiwa ni nini na mkaambiwa ni nini. In fact all the documents are here. Hii karatasi iliandikwa Veronica Mother, iliandikwa mwezi 7 mwezi wa 6. Tarehe 7 mwezi wa 6 2021, na kuna hii nimesikia inaitwa sijui mascubular plate 2.7 so and so, screws, kila kitu iko hapa, na mkapoa mpaka namba ya mwenye mtapigia. Sasa huyo daktari si mumesikia nikimpigia tukitoka hospitali. Hapa ameandika 60,400 hiyo mabati. Lakini tukaambiwa kwa sababu hiyo mabati inanunuliwa nje, daktari mwenyewe ameniambia tutatoa pesa ngapi? 55,000. Yeah. Daktari ndio nimemuuliza kama lazima tulipe 60, akasema kama ni yule mzee wa Ukambani tulikuwa tumeongea na yeye na nikamwambia nitamlipisha 55,000. So instead of 60,400 tukaambiwa ni 55,000. Yeah. So hata sijamtumia actually, in fact nikimaliza hapa ndio nitamtumia. Yeah. Nitamtumia alafu kisha nimpigie ndio atume receipt. Yeah. Na pia Monday atupatie hard copy. Yeah. So so after kununua so hii after kulipa by Monday ataleta huko kwa hospitali. Yeah. Ndio mama kishamaliza kutolewa growth. Yeah. Hopefully hiyo wiki tuta-update watu ndio tujue hiyo surgery inachukua siku ngapi. Yeah. Kwa sababu kama atakuwa kitanda Monday, yeah, it could be surgery itafanywa next week. Yeah. Tuta-update yeah, the next process after
hiyo. Kwa hivyo ile pesa tunatoa saa hizi Yeah. ni 55,000. Yeah. 55,000 peke yake ndio kwanza ishughulikie maneno ya kununua hiyo mabati. Then from Monday we shall update. Yeah. The next process ndio surgery ita cost pesa ngapi na NHIF ita to cost pesa ngapi. So I think by hapo sijui kama kuna kitu ungetaka kuongezea, although tumesumbuliwa na wewe kidogo. Ile kitu ningeongezea kusema ukweli, mahali binadamu anaweza yani kufika, si vile Mwenyezi Mungu anaweza kujali hiyo mtu. Na saa nyingine unaweza barikiwa na uchukue na hii mkono, na hii mkono, hiyo anaendelea na kubarikiwa. Mwenyezi Mungu naye anaendelea na kukujali. Kuwa na roho ya ukarimu ni kitu wa maana. Na ukilelewa kwa kanisa ambaye unatii neno la Mwenyezi Mungu, utakuwa ukifanya kitu ya maana kama hii tumefanyiwa ni Citizen. Kwa sababu kama okay, najua very soon tutakuwa kama Citizen, lakini bado hii si Citizen. Najua very soon tutakuwa hapo. Hii inaitwa Farodhi TV. Farodhi TV. Yeah. Yote ni Citizen. Kwa sababu natumia hewa moja. Kweli. Sasa mimi na rukisa shukrani. Muendelee na hiyo moyo mkunjufu. Na Mwenyezi Mungu amuongezee nguvu. Shika mic hivi. Amuongeze nguvu ya kujali wale hawajiwezi. Yeah. Okay. Yeah. So cha muhimu nilikuambia tulipoonana, siwajui na in fact siku wanakuja kwenu, Mungu alitaka mwanze. Yeah. Kwa hivyo wakati nilipokuwa nakuja sikujua ati kuna vile Mungu amepanga. Si unajua kuna yule mzee, so mkumbuke yule mzee lazima tunamsaidia. Na story ya yule mzee inafaa kuran leo jioni saa 2 au producer ameset kila kitu, inafaa kuran leo saa 2. Huyo mzee na yeye ana ugonjwa wa hernia. Ako na uvimbe hapa, unafaa kufanyiwa surgery. So na kwa sababu watu wangu ni watu wanapenda kusaidia, hizi surgery nafikiri zitaenda pamoja. Manake yule mzee ndiye alifanya ni wajue, ndiye alifanya msaidike. Otherwise mimi singewajua, nisingekuja kuangalia huyo mzee atajuana na nyinyi. Sawa sawa. So mzidi kushukuru Mungu na msiwahi kana huyu Mungu wenu, manake huyu Mungu wenu nimemuogopa. Yani alitaka muanze tu. Nikwambie. Unajua saa zingine huyu mzee nilimwona asubuhi. Ni asubuhi jana. Lakini ile kitu naanza kusema kuna sababu ingalau mimi si kuwa najua, wewe huko unajua, na ujue ni nini ilikuja hivi. Kwa sababu ninaweza kuwa nilikuwa nimetumbukizwa kwa giza na nikafunikiwa hapo na kifuniko na nikakanyangwa nikiwa chini. Unajua siwezi kuona mwangaza. Siwezi kuona mwangaza. Lakini kwa vile hiyo kifuniko ilikuwa imefunikwa niwe pale chini, imetolewa. Nikaona mwangaza. Ndio mlikuja na mkapata huyu na mimi nashukuru. Okay. Kitu kingine nitakwambia, unajua unaweza fika mahali ufikiria labda wako na pesa. Hawa sijawapatia hata dururu. Unajua mzee wa nyumba wakati mwingine anaweza uliza, si najua mmetumiwa kwa kitu simu ni so hawa hawana dururu hata moja. The reason as to why sijapeana hii pesa, in fact wacha nikwambia saa hii imefika pesa ngapi. Saa hii tuko na 266,000. Even after hizo nini tumelipa huko na transport ya jana na leo, tuko na 266,000 hapa. Hii pesa ni yake. Sawa sawa. Na ni ya kufanya nini? Ya kufanya surgery. I want to be clear kwa sababu sitaki ifike mahali mwanza kuinsist ile pesa tutumie kwanza. Hii pesa haswa ni ya surgery. Surgery ikiisha sasa tutajua what next. Sana sana kwake na kwa mwenye alikuwa amemhost. Si wewe bado unaendelea na kazi. Endelea na kuchapa ile kibarua. Exactly, wewe endelea kutafuta kibarua. Tukiempower huyu
ataweza kuwasaidia. Sawa sawa? Yeah. At least pia ajisimamie na kakazi, aache kufanya kazi ya nyumba na yeye ndiye tegemeo. Hapo ni kweli. Hapo si ni mzuri? Hapo ni sawa. Nimeongea hivyo kwa sababu lazima tuangalie kila mahali. Ni kweli. The next thing is hii safari tutakuwa na wewe. Kwa sababu nimesikia msichana wako ako na shida kidogo, lakini Pastor Garuya juu nimemuona hapa. Pastor Garuya, habari yako? Tutakutuma kwa Pastor Garuya, ndio kwa kanisa iko hapa Kitengela. Uende, najua atashughulikia kila kitu. Mambo ya spiritual hiyo tutaachia mchungaji, kwa sababu tulisikia chenye kilifanyika ndio aanze kuconverse. So hiyo maneno hata tukiconsult daktari, wacha kwanza tuanze kwa Mungu. Ikishindikana tuende kwa daktari. Na sidhani kwa Mungu inaweza lemea atiende kwa daktari. Hapana, Mungu anaweza kila kitu. So Pastor Garuya utanisaidia ndio afanyiwe deliverance, kwa sababu tulisikia kile kilifanyika na najua atasimama. Akisha simama na tuweze kumaliza hii maneno ya mamake, tumwekee kazi, ataweza kuempower familia. Hapo ni kweli. Ikiwa kutakuwa na mabaki, itashughulikia shuleni kwa mtoto wake na pia watoto wenu wenye wako shule. Sawa sawa? Hapo mimi sikatai. Hiyo ni mzuri. Hiyo ni mzuri. Sawa sawa. Sasa nataka waambie hawa watu wa online wenye wamechanga na wenye bado watazidi kuchanga. Ikiwa ungetaka kuwa part and parcel ya hii process ya ku-treat mom, unaweza tuma kitu kupitia hii nambari 0798008008. Producer najua ataiweka hapa kwa screen. 0798008008. Hiyo ni namba yangu. Sipendi kutumiwa pesa, but this time round I had no choice. Haiwezi tumiwa mom kwa sababu unaona ni mgonjwa, haiwezi tumiwa mtoto wake kwa sababu hali yake sio nzuri kabisa. So we had to do that, hata kama sipendi sana, but ilibidi tu nichukue mzigo. So 0798008008 itatoa Isaac Ng'ang'a. Kama ungetaka kuongezea, kwa sababu hatujui hizo surgery zingine tutaambiwa aje, because we have 3 main surgery nimetaja. Nikasema ya kwanza ni ya kutoa hiyo growth na kuweka hiyo mabati. Surgery ya pili ni kuenda kufanya grafting ya nyama kwenye itatolewa, hatujui, daktari ndiye atajua kwenye atatoa nyama, ndio akuja yake hapa. Kwa hivyo hiyo ni surgery nyingine, na bado kuna chenye kitaishikilia. Surgery ya tatu ni ya kuenda kutoa chenye kimeshikilia na sasa aachiliwe huru aende nyumbani. So those are 3 main surgeries. We don't know how much it will cost. We don't know how long it will go, lakini hayo yote by Monday, including the NHIF kwenye itahusika, tutakuwa na information ya kuweza kuambia watu what next. So as the process ikiendelea, msichoke tafadhali. Nimepeana namba, ikiwa ungetaka kuongezea, Mungu atazidi kukubariki. Hii pesa iko safe. Hii iko wapi? Hii hakuna mtu anaweza kuuza. Iko very very much safe. Hata transport na nini, I'll make sure kila kitu iko safe. The reason being, sijui kama mmeona vile Mungu, do you know what times we blame God? Sijui kama mzee umeona Mungu mahali. Yani mimi nimetoka nimeenda kusaidia mzee mwingine, unafanya recording ya mzee hapa, unatoka unapatana na mtu mwingine, unaona kesi yake hata ni zaidi, unaenda live, Mungu anasema unaanza na hii. Si yenye ulikuwa umekuja, kwanza anza na hii, na ni mimi nimesema, na Mungu akisema amesema. So nataka kuwaonyesha aje, it comes a time we have pain, we have ile fikra, unafika wakati unaanza kuambia Mungu, huwezi nikumbuka, ni kama ulinichukia, ona akina Farodhi hawanisaidii. Siku yako ikifika, and I always tell people that way, siku yako ikifika. Sasa mimi sikuwa na wajua, hata labda wangenipigia simu niwaambie hapana, sio leo naenda kwa Mburu. Unaona? Lakini Mungu alisema ni nyinyi na ni nyinyi mnaanza. That shows me, let's not complain too much. Let's pray. And I hope, sijui nani kati yenu walikuwa naomba sana. Lazima kuna mtu alikuwa naomba sana. Ni wewe mom, ulikuwa naomba sana. Lazima kuna mtu alikuwa naomba sana. So God knew. Hata hawangejua ni Kikuyu itasaidia. Wacha niseme tu hivyo. Niruhusu tu niseme hivyo. Unajua kuna wakati mwingine hauwezi fikiria ni mtu wa lugha nyingine atakusaidia. Wakati mwingine mtu huona kama kuna mtu wako hapa hata saidiwa na Mkikuyu. Hata saidiwa na Farodhi, hata saidiwa na mtu labda hata atakuwa anaongea Kiswahili hata ajui Kikuyu ama lugha nyingine yote. So it is always good to pray.
Mwanzo lazima uombe. Usiache kuomba hata kama Mungu hakuji. Wewe endelea kuomba. Number 2, usione kama Mungu hajakufikia, amefikia wengine uanze kumblame. Sasa wana ulisaidia akina nani, mimi bado niko hapa na shida yao hata imekuja juzi, yangu ni ya kitambo. Huyu mom amekuwa hivi for 9 years. You can imagine 9 years amekuwa akiomba, hakujua Mungu atakuja lini. So be persistent kwa kuomba, usikufe moyo, usiblame Mungu, usicomplain. Wewe mgoje tu. Mwambie Mungu siku yako ikifika najua bado utakuja. So thank you so much. Neno la mwisho ungetaka kuongezea tukimalizia? Ile ningesema. Yes. Siku ya leo tarehe 11. Yes. Mwenyezi Mungu ni mzuri. Mwenyezi Mungu ni wa kupongezwa kila wakati. Yes. Na ukarimu. Hata nataka umuaddress direct. Mwambie direct. Ukarimu. Ile njia imekuja upande yangu, sitaisahau na si kuwa natajalia. Kama wewe Mwenyezi Mungu unaweza kuwa unanikumbuka na ile sita nimekula, kama ulikuwa umeniwekea wakati kama huu, sita yangu unaona uko Kenyatta itaisha. Na ninaweza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa haya yote, na wale watu wakarimu wale wamejaribu kuniinua kunifikisha hapo mahali nimefika. Maana Mwenyezi Mungu nisaidie na usaidie hawa wananipika hiyo njeki niweze kutoboa hiyo mwenendo. Ilikuwa ngumu kwangu, lakini kwa Mwenyezi Mungu si ngumu. Asanteni sana. Okay, thank you. Mama, maneno yako ya mwisho kwa sauti kidogo. Sitaki kuambia uongee kwa sauti sana. Juu unajua una struggle kuongea, lakini wewe ongea tu Kikamba. Washukuru na Kikamba. Pia nikelwa. Boy ramboye tengia chenye ngai kwambo ni ngai ndukalata wa ndoselea kwa. Ngai nombikiye nondo ndakalata wa naselea wa. Ibina hiyo ndokuma miaka kenda. Ngino njita niyo. Inetunga mupea nondo alama umisembesa kwa ngoja kwenda. Yende ona mathi mana imongelele ingi na kilanga luko yonde ni yamongelele kumbeliana. Okay, thank you so much ma'am. So Irene, maneno yako ya mwisho na Pastor Geruya atakushughulikia, nitaongea naye immediately tukitoka hapa. Naona alikuwa anajaribu kunipigia. Mimi najua utasimama Irene. Usijali kwa kuishi 2x4. Sawa sawa? Usijali kwa kuishi nyumba ya 2x4. Mimi naona Mungu mahali. Yaani Mungu ameingia kwa hii boma na zile vitu Mungu ako tayari na karibu kufanya, utashtuka pia wewe. Sawa sawa? So uambie watu uko na mtoto high school, anaitwa nani? Edina. Sauti. Mtoto wangu niko na mtoto high school ako form 2. Alafu majina yake anaitwa Edina. Anaitwa Edina Mbithe. Anasomea shule gani? Kanyongo. Kanyongo. Secondary. Ako form 2. School fees per term analipa pesa ngapi? 7,500. 7,000, 5,000. Unajua hapa kuna mtu anaweza kulipia hiyo school fees yote? Unajua hivyo? Wako. Na hata ningetaka walipe kwa shule direct. Kama uko hapa na ungetaka kulipia huyu msichana, alijitolea kanyumba kake ka 2x4. Akae na mamake a whole month na watoto wengine wawili. Nyumba inatoshea tu kitanda. Nataka tu uimagine nyumba ya 2x4 haiwezi toshea kitanda ya 3x5. Yeah? So you can imagine kitanda ni ya 2x. Imagine. Sasa na wanalala hapo yeye, mamake na watoto wawili. Lakini aliona tu vizuri a host mom. Yaani naomba tu mtu mmoja ako hapa ajitolee kulipia huyo mtoto wake school fees. By the way, hata tukifanya hesabu najua hiyo ni pesa kidogo sana. Ya ako form 2 ndio ameingia form 2. So kuna mtu anaweza kulipia. Unaweza pata hata hiyo pesa labda ni 50k ama hata haifiki. Ya kutoka hapo hadi form 4. Mimi najua kuna mtu mmoja. Na kama huko kuja inbox yangu WhatsApp
tafadhali uniambie, nitamlipia. Tufanye hiyo hesabu, umlipie. Najua mam ako na watoto wako shule bado. Kama uko hapo na ungetaka kusponsor na anything, wewe utaniambia kupitia WhatsApp na nambari yangu ya simu 0798008008, na Mungu awabariki zaidi. So maneno yako ya mwisho ungetaka kuambia watu waje? Nasema na nitawashukuru, waambia asante. Mahali mmetoa mama yetu. Alikuwa amehangaika kwa muda mrefu. Lakini sasa ameshapata pesa ya matibabu. Nasema asante na muendelee na kunini. Okay. Na Mungu utamwambiaje? Kwa sababu Mungu ndiye amefanya haya yote. Taambia Mungu asante sana. Okay. So thank you so much mwiroreri wa Farothi wa Thayo TV. Inywe muri andu agoro, Ngai wa mwe murathime muno muno makiria. Ngai acerage kwanyu gwa aracerie kwa family ino. Nari korwo Ngai weno agucerere ugwa aracerie kwa family ino. Ati ndirahundurirwo ti ta kuhundurwo na wathie kuri nguthiaga yes no Ngai aratigirira family iri okwambirira ukumikora hau ukiumira gate-ini. Tarara wone uria Ngai ekagira mundu hindi rio kinyete mwisho, hindi ria wagite wiki, hindi rio kinyete handu ukona ta Ngai etateithagia andu, hindi rio kinyete handu ukona ta Ngai etangikwambirira, hindi rio kinyete handu ukona ta wariganire. Ndakurathira we urerorera thaa ici na we urathikiriria, ona we uranyitire itemi na we uguthie na mbere na kunyita itemi. Ngai arogucerera ona gutabangitwo ni kuroko gwaku, atume mundu ugubangiirwo athie handu hangi agerere gwaku, acemanie nawe, akuone, aigua horo waku. Ngai arothondeka njira itegubangitwo rucini no ibangwo hi na hi ni undu waku. Koroge na mundu ukwaga toro ni undu waku, akuithio murigo oke gwaku akwehererie thina ucio. Ngai arokuninira murimu ucio hi na hi, to nginya uthie thibitari nigetha uhone. Ngai arokwehereria murimu ucio, nikiu uhandite thiini wa family ino. Ngai aroeheria kugiika kuu, Ngai arotuma wone school fees ikoretwo igikugia tondu ni uhandite. Ngai arothondeka njira yaku muthenya ta wa umuthi, kana hindi mwe wikarite handu ni ukaririkana muthenya wa umuthi ngikwira ati Ngai ni egutuma mundu akue murigo ni undu waku. Ngai ni egutuma mundu oima ingire murango uyu ahitithanie ingire waku, ambirira kuu tondu kuu nikuo Ngai ekwendaga athie, no we ni egubangite handu hangi. Ngai arotuma mundu ekuingira murango uyu ahingicithanie ige ndanataririo wega ingire gwaku tondu niwe wanguo ni kwambirira. Ati ono kuno eguthie kuwe kwiritwo akore thina waku niguo aramba kwambirira tondu Ngai ni ugite niguo arambirira. Ngai arogutumira destiny connector, mundu uria guka Ngai amuhuthire thina waku uthire. Ugena mahinda mega, Ngai akurathime, umuturire, ndukanatige kuhoya, ndukana complain, ndukana murume. Weterere Ngai atuma mundu uria wi waku, weterere Ngai akinye. Kuri andu matumaga Ngai acoke na gucomplain ati Ngai umana hau thome oimoke gwaku, no akaigua uria onegenithie na kumunegenia na gucomplain, akuiga kuu ngathie rucio. Ndukahe gutuma thabari ihundurwo, tiga gucomplain, hoya, cokeria Ngai ngatho mahinda-ini na maundu-ini mothe. Ugena mahinda mega, guku ni gwa Farothi wa Thayo TV, wega umaga na mucii. Thank you so much.